Kanuni ya egemeo na tegemeo. Mwanaume anapaswa kuwa tegemeo na egemeo katika familia. Yaani fanya unavyofanya, nenda unakoenda, ila jiposition ama jiweke katika eneo la kuwa tegemeo na egemeo kwenye familia. Sio wakutegemea kama Mungu. Yaani uwe tegemeo kwenye familia kwa habari ya kutoa majibu, kwa habari ya kuanzisha mambo ya maendeleo kwenye familia. Yaani uwe tegemeo. Na wanaume wengi unakuta anafeli mazingira fulani kwa sababu unakuta mwanamke ndiye anayetoa maamuzi. Msemaji wa mwisho ijulikane ni wewe baba ambaye tayari una familia unaoitengeneza. Yaani ifike muda unajihoji, hivi mimi kwenye familia yangu, hivi mimi ni tegemeo kwa namna gani ama hivi wananitegemea kweli ama ni kifo hata leo familia haihuzuniki haiche, yaani namna fulani. Unajua kuna familia zingine baba akiondoka watoto ndo wanaanza kula starehe. Siku akirudi hata hawazungumzi na wala hawapigi story. Na wala yani ndo wanakaa kimya wanaogopa. Kanuni ya egemeo na tegemeo. Wanaume wasiosimama kama tegemeo na egemeo kwenye familia wanafungua mlango wa mwanamke na watoto kutawala. Hivi tunaelewana kweli? Yaani kama itafikia wakati hautasimama kama tegemeo na kama egemeo kwenye familia, maana utafungua mlango wa mama na watoto watawale familia. Yaani unakuta mama ndo anakuwa msemaji sana wa mwisho. Kuna mambo unaweza ukaanza kuyafuatilia. Ukifanya hivyo uko karibu sana kuachwa. Yaani ukiruhusu ule mlango wa kwamba mama na watoto watawale familia, upo hatua moja mbele kuachwa. Unajua mwanamke huwa anakuwa na ujasiri sana akiwa na watoto kwa wakubwa, tena hususan wa kiume. Ila samaki mkunje angali mbichi. Au anasema uweze kumfundisha mbwa mzee style yeti. Kuna mambo mahali fulani ukiregeza buti, inafika wakati wanasema majuto ni mjukuu ya baba yake ni nani sasa. Kuna mahali ni uzembe. Lazima ukae chini. Je, mimi ni tegemeo na egemeo kwenye familia yangu? Kwa mfano, una familia, linaingia jambo kwenye familia. Halafu badala ya kwamba wewe utoe maamuzi, unaenda kumuuliza mama, hivi vipi kweli hapa? Tunafanyaje? Haikatazi kumuuliza, ila muulize ili hali wewe tayari una maamuzi. Maana unapomuuliza unamshirikisha, ila uwe tayari wewe una maamuzi ya kwa nini namuuliza na majibu yake ni nini. Ila akitoa majibu ambayo ni mazuri pia yapime, ila pia wewe uwe msemaji wa mwisho. Asitoe wazo likaenda zimazima kama lilivyo. Kesho atamwambia wewe unatembeleaga mawazo yangu. Utamwambiaje? Utarusha ngumi yao? Yaani kila kitu unatembelea mawazo yangu wewe vipi wa? Utafanyaje? Inakuwa ni changamoto. Kwa kanuni lazima uangalie, je, mimi ni tegemeo ama ni egemeo kwenye familia? Kuwa tegemeo ama egemeo. Kwa mfano, unatengeneza mikakati gani ya maendeleo kwenye familia? Unatengeneza maono gani ya maendeleo kwenye familia? Na unatengeneza utaratibu gani wa kusonga mbele kwenye familia? Kama hayo yote huna, maana yake unalala. Unaacha mwanya ili mama apite mbele, anze yeye kuangaza kama kichwa cha familia, maana yake utakuwa unakuwa hauchezi kwenye jukumu lako ama kwenye eneo lako. Kama baba wa familia asiposimama kama tegemeo na egemeo, Mungu atawapa watoto na wanawake kutawala. Isaya 3 mstari wa 4. Isaya 3 mstari wa 4. Nitawapa watoto kuwa watawala. Angalia Isaya 3 mstari wa 4. Amen. Umeona haya hapa ni maneno ambapo nakuta Mungu anasema nitaondoa kuwa wewe tegemeo na egemeo.
Yaani kama hausimami kwenye hilo eneo vizuri, maana yake Mungu anaondoa kautukufu fulani ama ka hatua kwa anakaondoa. Sasa ni mimi na wewe, yani ni unajua najiuliza gani kijana unakuta nakimbia kuoa. Wakati mwingine ukifuatilia sana kama kana kwamba anakimbilia balaa. Kwa hiyo kuna mambo lazima elewe, hata kama ukitaka muda fulani niwahi kupigiwa simu na mtu mmoja, ana muda fulani nilikuwa nafanya kazi na kampuni ya Kimarekani katika habari ya virutubisho. Alipigia simu kipindi cha Magufuli ile wafanyakazi feki wale. Yule baba alikuwa na kazi nzuri na mke wake vizuri. Vizuri kabisa, safi. Anapata fedha vizuri kabisa. Lakini siku ya siku kumbe alikuwa mfanyakazi hewa. Wala ambao wanakula hela za serikali lakini hawana vigezo. Akawa amtumbuliwa. Ilikuwa ni msemo wa kutumbuliwa, tumbua. Alipotumbuliwa yule baba akawa yupo nyumbani hana kazi. Hana kazi. Manake mama mtu akawa ana kazi. Hapo ndo kasheshi inaanzia. Yaani ni heri baba uwe na kazi alafu mama atulie. Mama akawa na kazi alafu baba akawa hana kazi. Akaingiwa na msongo wa mawazo. Alafu mwanamke anapoondoka anamwambia nikute umedeki. Supo unala. Una kazi gani ndani? Nikute umedeki. Anakuita vizuri kabisa, baba samani naomba nikute umedeki. Alafu nisaidie na kufutafuta haya madirisha na kazini maana boss amenipigia muda umeenda sana. Alafu kuna kikao. Utasemaje? Na upo nyumbani. Utadeki au utaleta ubishi? Amekuomba, anakuambia samani. Naona kwenye choo chetu hamna maji. Naomba basi unisaidie kuchota kwenye kisima pale niwekee pale. Alafu na nguo ziko pale nje utazianua. Alafu na zile ambazo zimebaki za mtoto basi utanisaidia kuzianika. Upo pale nyumbani? Unafanyaje sasa? Utadeki? Utazimazia nguo kuzifua? Utajaza maji chooni pale? Au utafanyaje? Utaleta ubishi? Anakuambia nawahi kazini na boss amenipigia simu na muda huu ndio umeshaenda. Na anaenda kupokea mshahara ili mle. Anakuambia kwanza mimi nakulisha. Yule baba kilichokuwa kinamchanganya sana tena. Akaingia na stress, akawa pia amepungukiwa nguvu za kiume. Hapo ndo balaa likaanza. Kwanza hela hana. Upendo hana, maana toi matumizi muda huo. Alafu tendo la ndoa hafanyi, nguvu hana. Hivi mwanamke atakuelewa? Bora uishiwe hela alafu tendo la ndoa ufanye. Ukae vizuri tu, bora hela ziondoke. Hela zikaondoka, kazi ikaondoka, hela zikaondoka. Halafu na nguvu za kiume zikaondoka. Maondoko mangapi hayo? Halafu na kazi uambiwe nikute nimedeki ukome. Wewe unataka ukatafute nyumba yako eti. Kwa hiyo yani kuna mambo mengine ya kulazimisha. Yaani nataka nilazimishe kwenye familia yangu niwe mimi tegemeo. Na iwe egemeo fulani, yani angalau watoto wajue kuna baba. Hivi mtoto anakuja kuomba 200 ya kwenda kula shuleni. Alafu namwambia sina. Anaenda kwa mama anampa buku. Tegemeo kwa ni nani? Mtoto ataanza kuegemea kwa mama, unajua ni baba alina kazi, alielewi. Kumbe, alafu wakati mwingine kuna hiki kitu kwenye familia. Yaani mimi sijajua lakini tuwafundishe wake zetu. Yaani hata kwenye habari ya kuhudumia watoto. Hata kama kitu kinatoka kwa mama, bora kipitie kwako hapo ukitoe. Wanabaki anajua kwamba baba amenisaidia. Kwa sababu mama yuko karibu sana na watoto na yupo karibu sana kuwabeba kuliko wewe. Vizuri mno. Yaani akiwa anampigia simu, kwa mfano mtoto yuko shule, alafu akawa anapenda kupigia simu mama ndo anamuomba na mama anafanya anatuma bila wewe kukwambia. Umeshabugi. Yaani ni hatua mbali mno, yaani mbali sana, mbali mno. Haikatazi mama kumtumia lakini kuwepo na utaratibu wa namna fulani.
muombe baba yako, mpigie simu baba yako. Anajua kumbe yupo last say kwenye familia ambaye ni nani? Baba. Kumbe nikiwa na shida mama nitamwambia, lakini niende moja kwa moja kwa nani? Kwa baba. Wanaume tuna mambo mengi ya kufanya sana. Usipoangalia mama unaweza ukajikuta umeshamtekezaga familia na watoto wakaigamia kwa nani? Kwa mama. Kirahisi kabisa. Ukabaki unashangaa. Mnampigia mama yenu tu, mimi nampigii. Kumbe kuna siku ulipigwa hela ya vocha ukasema sina. Kama hela ya vocha huna ya mandazi kwa nayo. Kwa lazima utengeneze mfereji fulani kusimama kama tegemeo, hususan watoto. Kama tunataka watoto wawe katika habari ya utumishi. Mtoto umtumii hela, humpi hela ya matumizi, humhudumii kitu chochote, utamwambia habari ya utumishi. Maana hamna chochote umsaidii. Unamwambiaje hivi? Yesu anakupenda mwanangu. Baba nimeishiwa viatu. Viatu tena Bwana atatenda. Baba Bwana atatenda. Hapana, hawezi kuelewa. Kwa habari hawezi kuelewa hapo. Tuma hela. Fanya muamala. Sasa lazima sasa uforce mazingira. Yaani pambana unavyoweza, angalau ukae habari ya kwamba mke angalau anakuangalia kwamba kuna kiasi fulani baba atanisaidia ama kitu fulani atanisaidia. Sio hela tu, hata kimawazo lazima wewe uwe na maarifa zaidi kuliko mke ili uweze kumsaidia baadhi ya maeneo. Lakini maarifa hamna, fedha hamna, nini hamna, kila hamna. Ndio wala ambao unakuta mwanamke anaanza kusema wanaume suruali. Kila kitu hamna. Alafu akakuuliza siku moja, hivi wewe kazi yako huko ndani ni nini? Au umebakiza kazi moja tu? Yaani wewe katika kuzunguka kote huko, yaani umebakiza kazi moja tu. Hela hunipi, ushauri huna, mawazo ya maendeleo huna, watoto huwasaidii. Haya, kazi yako si moja tu humu ndani. Nikukataza na hiyo kazi, utakuwa baki na kazi gani? Maana kama ungekuwa ni mbwa wewe utakiwa kuue. Utamwambia ajabu. Utasema nataka nikudunde. Kweli. Kwa lazima uforce mazingira ya kuwa tegemeo wa namna yote ile. Amen. Hiyo ni kanuni namba 2.